Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha kila siku. Na kualika mahali popote ulipo uweze kuandamana pamoja nasi na kutusapoti katika hiki tunachokifanya. Ikiwa bado hujasubscribe, na kuomba usubscribe, ushare, ucomment pamoja na kulike. Ukifanya hivyo unatusupport kwa namna moja ama nyingine. Leo tuna habari nzuri sana ambayo itakuhabarisha, ambayo itakusaidia, ambayo itakufanya uwe makini. Ndugu zangu ambao tumekuja hapa nchini Marekani, ina maana tumekuwa tukiishi hapa nchini Marekani, tunaishi kwa amani na upendo. Na tumepokelewa katika nchi hii, walio wengi leo wamekuwa raia wa nchi hii, na wengine wapo katika process, na wengine wana ndoto hizo za kuja kuwa raia siku moja. Lakini ukweli ni kwamba tabia za nchi huwa zinabadilika, na hata siasa za nchi huwa zinabadilika. Kumbukeni wale waliokuwepo, waliokuwa watu wazima, walioshuhudia kipindi Rais Donald Trump alivyochaguliwa awamu ya kwanza. Alikuja na siasa yake fulani ambayo watu wengi walipenda, na wale ambao wanaokosoa hawakosi, wakosoaji wanakuwepo. Awamu ya pili alivyoenda kwenye kinyang'anyiro, akanyang'anywa kiti na Rais Joe Biden. Akafanya kazi yake na yeye akaja na siasa yake. Na baada ya muda tena Rais Donald Trump alirudi madarakani, akija tena na siasa yake. Sasa basi, alivyoingia tangu mwezi wa kwanza tarehe 20, kuna oda nyingi zilisainiwa. Ina maana kuna sheria nyingi ambazo zilihalalishwa. Kama unavyojua, katiba ya Marekani, kulingana na sheria yao, ni kwamba mtu anayesaini sheria ili ikubalike, ambayo inachaguliwa kule bungeni, maseneta na wale wabunge wakichagua ile sheria au zile sheria, ambaye anasaini zile sheria ni rais ambaye yupo madarakani. Na Rais Donald Trump alisign mabadiliko mengi sana, ambayo mimi na wewe leo tunaenda kuchambua faida na hasara ambazo mojawapo kati ya zile sheria zilizobadilika. Leo naongelea kwa wale watu ambao tayari wana passport ya hapa Marekani. Ina maana hao ni Marekani, ni wa Marekani halisi, japo wana nchi zao walikotoka, lakini wanaishi hapa, wameshachukua uraia, ni wa Marekani. Kitu ambacho wanasema ni kwamba kipindi hichi, ndugu zangu, nitaomba kwamba mtu yote ambaye uaga na maneno ya kuongeongea vibaya kwa wakati huu atulie, kwa sababu huu ni wakati una vitisho vingi, huu ni wakati una vitu vingi ambavyo vinaogopesha watu. Na haimaanishi kwamba rais anayeongoza ni mbaya, kwa sababu hata kama akiwa mzuri hawezi kupendwa na wote. Kibinafsi mimi nampenda kwa sababu ni mtu wa fact, ni mtu ambaye anaongea ukweli. Ikiwa nyeupe anasema ni nyeupe, ikiwa nyekundu anasema ni nyekundu. Kibinafsi hiyo. Lakini katika zile sheria, kama unavyojua, hata kama unaweza ukasema kwamba wewe umpendi, kuna mojawapo ambazo sheria zipo zinakufurahisha. Na kwa sababu gani zinakufurahisha? Zinakufurahisha kwa sababu
hazija kuathiri sana kwenye upande wako. Hizo ambazo wewe unazipenda hazikuathiri, lakini kwa watu wengine zinawaathiri. Ninavyojua ni kwamba Marekani ni nchi ambayo inakubali, kama sijakosea, inakubali uraia wa nchi mbili ama uraia wa nchi tatu. Kuna watu wengi walikuwa ni wa Marekani hapa, lakini wana uraia wa nchi zao. Kilichokuwa kinafanyika ni kwamba hawa watu wakisafiri, walikuwa wanasafiri, aidha anatoka hapa kwa sababu anajua anaenda nchini kwao, anatumia passport ya nchini kwao kwa sababu anapenya kulipa visa. Ikiwa wewe ni raia wa nchi fulani, ina maana huwezi kulipa visa kuingia nchini kwako. Walikuwa wakitumia hivyo, na pia wanapokuwa kule nchini kwao ama kule walikoenda, ina maana nje ya Marekani, anapotaka kurudi anatumia sasa passport ya Marekani, ina maana passport ya US, ambayo pia hiyo itamruhusu yeye kuweza kuingia bila kulipa visa kwa sababu anakuja nchini kwao. Lakini Rais Donald Trump alivyoingia akasema hapana, kuna kitu hakiko sawa. Kuna kitu lazima tukiweke sawa. Wengi wanaweza wakahisi kwamba amewaumiza kwa sababu walikuwa wanafanya hivyo. Lakini ni utaratibu ambao huwezi kupendwa na kila mtu. Ni utaratibu ambao hautamfurahisha kila mtu. Kuna kauli inayosema sheria, hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Sheria inachaguliwa na watu. Sheria inapikwa, inaandaliwa na watu. Lakini hiyo sheria tena iko juu ya watu. Nikimaanisha kwamba taarifa zilizopo ni kwamba mtu akiwa na passport ya Marekani kwa sasa hivi, ukitaka kusafiri kwenda nchi za nje, serikali ya Marekani itakuomba wewe ukatishe visa ya passport yako ya Marekani, na tena ukitaka kurudi utumie hiyo passport yako ili uweze kuingia nchini. Swali linakuja, je, hii inaelekea Marekani ikatae mtu kuwa na uraia mara mbili? Kwa sasa sina jibu. Hiyo inaelekea kuwalenga sana wale ambao waliomba uraia? Hilo pia sina jibu. Lakini jibu ambalo mimi nitakupa ni kwamba kuna hasara na faida. Ikiwa wewe hujafanya hivi, unaweza ukauliza wale ambao wameshafanya hivi, waliwahi kusafiri wakiwa na passport mbili. Upande huu ana passport ya nchi yake ya asili, na upande mwingine ana passport ya Marekani. Kitu ambacho kimeonekana kwamba si kitu kizuri. Faida iliyopo ukichukua visa na ukiwa unatumia passport ya Marekani ni kwamba popote utakapokwenda, serikali ya Marekani itajua kwamba ukipata tatizo lolote, wao watakuwa tayari kwa kuweza kuliingilia kati, na ikiwa hilo tatizo linahitaji wewe kurudishwa nyumbani, utarudishwa nyumbani kwa gharama ya serikali. Hiyo ni faida ambayo hipo kwa yule ambaye amelipia visa hapa Marekani na ametumia ile passport ya Marekani, na tena akienda huko alikoenda, akitaka kurudi ametumia tena awe ametumia ile passport ya nchini Marekani. Hasara iko wapi ikiwa wewe unataka utumie passport moja ambayo ni nchi yako, unaenda nayo, alafu kurudi unataka utumie passport ya Marekani? Ni kwamba serikali ya Marekani inasema kwa wale wote ambao watafanya hivyo, kunaweza kukawa uwezekano wa kuweka mambo kuwa magumu kwa wao kurudi nchini. Hebu fikiria
mtu anakuja hapa Marekani ili uweze kupewa uraia ni mpaka uishi miaka 5. Na katika miaka 5 hiyo maisha yako yanachunguzwa. Umekuwa mtu aina gani? Umeishi tabia gani? Umefanya nini? Ukiwa una kesi zozote zile ambazo ulifanya katika miaka 5 hii, kuna uwezekano usipewe uraia. Umeshafanya yote hayo, umepita katika mitihani hiyo, mwisho wa siku umepewa hiyo passport au umepewa uraia. Ni kitu ambacho ulikitafuta na ni lazima ujisikie uwe proud nacho. Na hata mtu anayekupa kitu, wewe usipokuwa proud nacho, ataona kwamba kile kitu hakina thamani. Ni sawa na mtu umepewa gari, lakini ile gari, mtu mwenye gari alikuwa anaiosha alafu anapiga nayo mitoko. Wewe anakukuta ile gari unaitumia kwenda nayo shambani. Ndiyo ataona ni matumizi uliochagua kwa ile gari, lakini ataona kwamba nikana kwamba umeishusha hadhi yake ile gari, kwa sababu ile gari alikuwa ameiweka kwenye standard ya yeye akitaka kutoka na familia yake anaingia kwenye gari. Hapo ni kupita tu. Ni kwamba wewe ndugu yangu unayeishi nchini Marekani, wewe ambaye unajiandaa huja Marekani, wewe ambaye umeshakuwa raia wa Marekani, wewe ambaye unajiandaa kuchukua uraia wa Marekani, tambua kwamba sheria iliyopo ni kwamba uwezi kutumia passport 2 kama ilivyokuwa hapo awali. Sasa hivi unatakiwa kutumia passport 1, na passport unayotakiwa kutumia ni passport yako. Kitu ambacho nilitaka kumention hapo niweke sawa, kwa sababu unaweza ukasema kwamba je, sheria hiyo imekuja kukataza mtu kutumia passport nyingine? Sijasema hivyo, ni wewe kuchagua. Sheria haijasema usitumie passport nyingine, lakini wanakuamrisha, sio hombi, ni order, kwamba ukitaka kutoka na popote utakapokwenda, kwamba ukihitaji assistance ya serikali ya Marekani ni lazima ukatie visa hapa na ile passport ya US. Unaweza ukasafiri na kila unapoenda na ile passport, wanapoiskani, popote wanapoiskani ile passport ya Marekani, ukija kwenye system zao inaonyesha. Kwa hiyo huwezi kudanganya kwamba kumwambia agent wa migration, kumwambia kwamba hii hapa nilisafiria nayo, wakati kila kitu kipo kwenye system. Ikiwa ilipigwa muhuri sijui Zambia, ilipigwa muhuri Kongo, ilipigwa muhuri Tanzania, ilipigwa muhuri Kigali, ilipigwa muhuri sijui Burundi, ilipigwa muhuri Angola, popote passport yako ya US inapopigwa muhuri, ujue ni muhuri ambao ni nyaraka ambazo zinaingia katika system ya Marekani. Hiyo ni habari ambayo nilikuwa nayo leo. Mwambie ndugu yako, share video hii kwa yule ambaye ana access kupata video zetu, na usubscribe ikiwa bado hujasubscribe, ulike, ushare pamoja na kucomment. Ukifanya hivyo watu wengi wanajua. Ukifanya hivyo na wewe unakuwa unawahabarisha watu kwa namna moja ama nyingine. Mpaka hapa mimi sina la ziada. Endelea kufuatilia video zetu, tutaonana katika video inayokuja.